Karibu. Asante. Niambie. Shwari. Vipi mshikaji yuko? Ndio, yuko ndani ya mlango. Basi kama utojali, naomba unistulie maana nilikuwa na shida naye. Basi sawa. Kwema lakini. Fresh kabisa. Haya sawa. Sikiliza kwa makini nikwambia Hamisi. Kuhusu Lilian mpaka saizi hapa nyumbani hajarudi. Lakini na imani kabisa wewe unafahamu kila kitu juu ya Lilian anapoelekea. Nataka uniambie Lilian ameelekea wapi? Hapana mjomba. Mimi sitambui chochote kuhusiana na Lilian. Mimi mwenyewe nashangaa mpaka sasa hivi dadangu simuoni. Kwa hiyo kama ulivyokuwa ujui na mimi sitambui mjomba. Vipi kaka? Niambie ndugu. Shwari, kwa. Kama kaka. Mbona usiku? Ndugu yangu. Nilikuwa na mazungumzo kidogo naye. Naomba tunipale na mama. Shimbi yangu lini tunakuongea? Mbona yupo? Sasa fresh. Kwa mwanangu, mama kumaliza ni ukwaje usi? Ndio hivyo. Ila ndugu yangu, kitu ambacho kimenileta hapa ndugu yangu usiku huu, nilikuwa na shida kubwa sana. Nadhani shemeji yako leo unamfahamu. Mfahamu. Hapana. Wewe unafahamu. Jua kabisa Lilian ni mjamzito. Nimegundua Lilian ni mjamzito. Na ujauzito wake unajua. Nani amempa ujauzito? Unajua kwamba Lilian ujauzito umepatia wapi? Na utaniambia ujauzito ni wa nani? Ni kweli mimi natambua kwamba Lilian ana ujauzito. Lakini mwenyewe hajaniambia ni wa nani. Huyu Lili kwa sasa ni mjamzito. Na ujauzito ule ni wa kwangu mimi. Na hivi ninavyozungumza mimi na wewe, Lili ametoroka nyumbani kwao baada ya kugundulika tu kuwa mjamzito. Na hivi nimemwacha Roji. Amepumzika. Lakini maisha yangu pande wewe mwenyewe unayafahamu. Maisha yangu mimi unga ni kumwana. Unga ni kuunge. Sina uwezo mimi wa kumlipia Roji ya kila siku. Kwa hiyo chonde ndugu yangu. Sina sehemu yoyote ya kuhifadhi. Nyumbani kwangu nina mke. Shemeji yako namfahamu kama wewe. Ndio vizuri. Anapigiwa anacheza. Nitampeleka wapi binti wa watu? Sikiliza nikwambia Hamisi, wewe usinifahamie kama mtoto mdogo. Nyinyi siri zenu moja na taarifa zake zote Lilian unazifahamu wewe. Hakuna kitu ambacho kijui. Mimi najua kila kitu juu ya mazingira yenu na mazingira maongezeo jinsi mmekuwa mnaongeongea. Sikiliza, tunaondoka hapa mguu wako mguu wangu. Utanipeleka unionyeshe Lilian wapi alipo. Siwezi kukuelewa juu ya hilo jambo, sawa? Sasa kaka hapo unataka tufanye. Ndugu yangu, mimi nahitaji hifadhi kutoka kwako. Ninahitaji Lili uishi naye hapa kwa muda mchache sana. Ndugu yangu, kwa hilo litakuwa ngumu. Wewe unajua kabisa hapa kwangu kuna chumba na sebule. Lakini pia huyu mwanamke ndo kwanza niko naye. Alafu leo hii nimpe habari kama hizo ndugu yangu, nafikiri inawezekana kweli? Pande. Nafahamu. Mpaka natoka huko na kuja nyumbani kwako. Najua kama una chumba na sebule. Bro. Maji yamenizidi. Si umenielewa? Hebu nistiri jua hili. Sina mtu yoyote, sina msaada wote zaidi yako. Kwa muda mchache sana. Mimi nitabangaiza, nitampangia chumba bro. Okay, sawa. Mimi nimekuelewa. Tena nimekuelewa hapo kwenye kumpangia chumba. Nafanya hivi kwa heshima ndugu yangu. Hakikisha huyo binti akiwepo hapa, ukumbuke kumpangia chumba. Zingatia hilo ndugu yangu. Sio, umeelewa brother? Mimi nimekuelewa sana. Asa. Na lingine. Chonde ndugu yangu. Huyu mwanamke akifika hapa, mtu wako asijue kama huyu anakuja hapa ni mpenzi wangu mimi.
unajua ukaribu wa Jonado na mke wangu mimi ni watu wa karibu sana, na sidhani atapokuja kugundua kama huyu anaokuja hapa ni mpenzi wangu mimi, ni lazima litafika kule. Usijali katika hilo, yaani ondoa shaka kabisa. Wewe kuhusiana na huyu binti kuja hapa atakuwa nani, ni nani kwangu, wewe niachie mimi. Nafikiri kuhusu huduma, kuhusu siji, ondoa shaka, nitazingatia mwenyewe kuhusu huduma ya mpenzi wangu. Basi sawa, lakini kikubwa ni hifadhi tu. Basi sawa. Bwana mimi nashukuru sana kwa msaada wako. Poa poa mwanangu. Uwe na siku njema. Asante. Poa. Uwe na siku njema. Bodi dada. Karibu. Haya, asante. Naona mmejifungia. Karibu. Haya, asante. Karibu. Mimi sipiti ndani. Uingie. Siingi ndani. Mimi nitapumzika hapo, maana nimechoka. Ingia ndani. Allah. Haya, Zaya, kwema kakangu. Kwema alafu sio kwema dada. Kulikoni? Dada, yaani mpaka muda huu mimi nakuja hapa. Dada mwanao Lili nyumbani hayupo. Ametoroka. Ametoroka? Yaani kilichotokea huko dada. Lili nimegundua kama ni mjamzito. Lakini baada ya kugundua kama ni mjamzito, wakati nataka niongee naye vizuri, akanipuruchuka, kakimbia. Una uhakika? Na uhakika kabisa ninachokwambia. Lili nyumbani hayupo, amekimbia. Hayo tena mapya. Na mimi nilifikiri kwamba atakuwa amekuja kwako. Ndio maana nikatoka na huko nikaja kumwangalia nyumbani kwako. Kwa sababu najua wewe ndio unamlea vibaya yule. Kila kitu kikitokea anakimbilia kwako na wewe ndio kwanza kumtetea. Mimi tena? Wewe ndio. So kweli. Alafu kingine, Hamisi atakuwa anajua hili jambo. Hamisi? Mwanao Hamisi anajua hili jambo. Kwa sababu hadi swala hili la ujauzito mimi nilikuta wanazungumza pamoja, wanazungumza yeye na dadake, wanazungumza hili jambo. Mimi nikawakuta pamoja. Yeye ndo katoka kakimbia huko na Hamisi nikamtoa mbio kakimbia zake vile vile. Hamisi anahusika. Kana mwanao vizuri muulizie juu ya hili jambo. Anajua. Kama ndio hivyo basi itabidi tuzungumze naye. Yaani mtoto ananipa taabu mimi, ananisumbua kichwa changu mimi. Nikimkamata, nikimshika. Atanitambua. Jonado mpenzi wangu. Nampe mama. Kuna jambo nataka nikushirikishe hapa. Jambo gani tena mama? Unajua kule ninapofanya kazi kuna sehemu huwa nakula chakula. Sasa pale ninapokula chakula kuna binti moja tunatoka mkoa mmoja, tumezoeana sana. Tunaitana kaka, dada, kaka, dada. Sasa binti kuna matatizo ameyapata. Yaani unajua tena mabinti wakishatoka mkoani na kufika mjini hapa wanaongopea na mabodaboda. So ametiwa mimba alafu hata elewi anapata wapi msaada. Alafu kilichomchanganya zaidi, bosi wake naye hamtaki hata kumuona, hataki hata kumsikia. Yaani hataki kabisa kusikia habari zake. Yaani kwa kifupi amemfukuza. Kwa hiyo alinifuata na akaniomba nimsaidie. Na msaada ambao mimi naweza kumpa kwa sasa hivi ni yeye kuja kukaa hapa. Ili mimi nijitafute nauli, nikipata nimpe aondoke nyumbani. Sawa mama. Lakini unajua kabisa mazingira yetu hapa nyumbani. Na ushasema yeye ni mjamzito. Ataweza kulala sebuleni kweli? Usihofu kabisa kuhusiana na hilo. Kwa sababu nimemwambia kila kitu. Kwa hiyo haina shaka. Sawa. Haina shida. Okay. Sawa, mimi ngoja nikuandalie maji ya kunywa. Sawa. Zulia. Goya. Wewe simama. Hapo usiondoke hata moja. Baby, unaona huyu ndo chanzo cha mke wangu kuondoka nyumbani. Alikuwa kuja ndani, anaingia,
Anatoa. Kumbe anawake jambo. Sasa basi. Peleka hizo taarifa kwa takataka mwenzio kwamba mmekutana Kaniki ana chuma. Nilimwambia nalo kwamba mimi wale langu ninakata mti, ninapanda mti. Huyu ndio mtu wenyewe, siona? Hizo taarifa mbikishie huyo Inyambo mwenzio. Sawa? Usiachane na hili. Moja, mbavu. Basi baby, sondoka. Mbavu zako. Anastahili mbea yule kuja nyumbani kwangu. Mbea. Shauri sana. Wapanda. Nadhani ndugu yangu mengi sana tumezungumza na mengi tumeyamaliza. Lili. Najua kwa sasa mpenzi wangu utajisikia vibaya sana. Ndani ya moyo wako utajisikia vibaya, utaumia. Lakini ninachokuomba mpenzi wangu, wewe nenda kaishi kwa shemeji yako. Nadhani kwa muda mchache sana nitabangaiza, nitajichanga, nitahangaika sana ili niweze kukutoa pale na kuweka sehemu yako. Niamini hivyo ninavyozungumza. Usichelewe Njimbo, nakuomba. Usiniache peke yangu. Hapana. Nakuamini sana mshikaji wangu. Nakuamini sana. Ndio maana leo nimekukimbilia kwako. Hebu ni save kwa ile. Hii ndio roho yangu Pande. Sijali. Nampenda sana. Nadhani mimi katika mazingira yote nitaspendi mwenyewe. Sawa. Nivumilie kwa hilo. Ila shemeji, itakubidi tu nivumilie kutokana na maisha ninayoishi pale nyumbani kwangu, na chumba na sebule, lakini pia kuna mwenzio. Kwa hiyo tutavumiliana katika hilo. Sawa. Pande. Mimi nadhani kwa hilo hakuna shida. Kwa sababu nishamuelekeza kila kitu. Nadhani atavumilia tu, sijali jua hilo. Basi sawa. Ngoja twende. Hamna noma. Sijali. Napenda sana. Karibuni jamani. Asante. Zenado mpenzi wangu. Naambia. Huyo ndio yule binti nakwambia. Karibu binti. Asante. Yule. Huyo ndio Zenado. Tutakuwa pamoja hapo nyumbani. Sawa. Zenado mpenzi. Peleke ndani basi akapaona. Sawa. Twende ndani.
Baba. Mwanangu, jambo. Jambo, shikamoo. Marahaba, unaendeleaje? Nipo sawa. Nashukuru kukutana na wewe. Hivi, huyu rafiki yako Lili ushakutana naye siku mbili hizi? Hapana. Ushakuwasiliana naye? Hapana. Hujapata taarifa zake zozote? Hapana. Kwani kuna nini baba? Hayupo nyumbani. Tumejaribu kumtafuta kwa ndugu, jamaa na marafiki, lakini kote tunapoulizia kwamba hawajamuona na hawatujui si ameelekea wapi. Yaani mimi hata sijui alipo babangu. Ningejua alipo ningekwambia. Sasa sikiliza Zuu. Naomba nisaidie jua hili. Mimi nitakupa hata 10,000 ili uweze kunisaidia jua hili jambo. Kama unajua popote alipo basi naomba nifahamishe hapa. Haina haja baba kunipa 10,000. Kama najua alipo kwa nini kuficha? Lazima nikwambie. Sasa utanisaidiaje jua hili jambo? Cha kukusaidia babangu. Popote nitakomuona au nikipewa taarifa yote, mimi nitakuja nitakwambia. Sasa sikiliza, kama utabahatika kupata taarifa zake au kumuona basi naomba nifahamishe. Sawa. Sawa. Karibu mume wangu. Nishakaribu mke wangu. Pole na mihangaiko yako. Nishapoa mke wangu. Sijui wewe umeshindaje hapa. Mimi niko salama kabisa kama ulivyoniacha na ndio ulivyonikuta. Niko fresh kabisa. Uko poa? Ndio. Basi sawa, hiyo la kumshukuru sana Mungu. Kingine mke wangu. Ndio. Kuna jambo moja kidogo nataka nikufahamishe. Japokuwa jambo hili la ghafla sana, ila usishangae. Sijui unamkumbuka yule jamaa ambao waliweza kunianganisha ule mradi wa barabara kule Kigoma? Namkumbuka. Unamkumbuka? Ndio. Sawa. Huyu jamaa bwana ameweza kunitafuta tena. Lengo la kunitafuta huyu jamaa, ile project imerudi tena mke wangu. Na kikubwa cha kumshukuru Mungu kwa sababu wafanyakazi ni wale wale na vibarua ni wale wale. Na miongoni mwa watu wafanyakazi au vibarua mimi mwenyewe nimo. Hivyo basi, kukwambia hivi mapema usishangae. Muda wowote, saa yoyote, mimi ninaweza kusafiri kwenda Kigoma kikazi. Sawa mume wangu. Lakini safari tutaenda wote. Miezi 6 ya mwanzo uliniacha peke yangu ndani. Nikiwa na shida na kitu chochote, sina mtu wa kunisaidia. Kuna wakati nataka mtu aniliwaze, sina mtu wa kumwambia. Baba, wakati ukinyanyua mguu wako safari hii, mguu wako, mguu wangu, mpaka ukazini kwako. Wafanyakazi wenzangu wote, hakuna hata mfanyakazi mmoja anaoenda na mkeo kule kwenye site. Hivyo leo mimi nikubebe mke wangu mpaka Kigoma kwenye site za watu, kwenye plini za watu. Hawezi kunielewa mke wangu. Wewe vumilia. Miezi 6 si mingi sana mke wangu. Zeni nitarudi. Hawajui kama umeoa. Hauna mchepuko. Una mwanamke mwingine zaidi yangu. Unataka kwenda naye kwenye kazi zako, si ndio? Sijakataa mimi kusafiri na wewe. Lakini umeona sheria ya wapi? Alafu tamua kama wewe mke wangu. Mimi kule siendi disco, naenda katika kazi za watu. Lazima uelewe hilo mke wangu. Njimbo. Njimbo usinitafute. Tutaenda wote au uende huko miezi 6, ukirudi nikuta mimi mjamzito?